Sasa mchezo unaanzia sebuleni, mwalimu na mwanafunzi wake wanitafuta mipinduko haraka haraka. Basi mwalimu akainamia, mara mtu anaangusha sahani chini kwa mshangao. Kashtushwa na kitendo alichokiona. Mwanafunzi akamkimbilia aliyewafuma. Mwalimu kujifuta mdomo tu, akaikuta nguo ya ndani ya mwanafunzi wake na kisha kuweka nyuma ya mto. Basi aliwafumania akaingia chumbani. Nimeona kitu gani? Mara mfumaniwa naye akafika. Sio hivyo unavyofikiria. Kwa hiyo nafikiria kitu gani? Yaani nimemuona kikupa kitu kwenye sofa. Mimi sio kipofu. Yaani nimeona na macho yangu mawili, kwa usijifanye mjanja hata kidogo. Mjanja hapana, ila nilifikiria umetoka. Kwa ulijua nimeondoka. Ndio tunaonesha kabla ya kufuma kwa mipinduko. Sasa kumbe wawili ni mtu na dada yake. Ndugu mtu anaitwa Destiny na dada mtu anaitwa Rejoice. Na hapa ni nyumbani kwao. Basi Destiny anamwambia Rejoice kuwa ndio ninatoka out na mama. Rejoice akamwitikia tu. Kisha Destiny akaondoka. Ndio huo Rejoice yupo busy na chati na mwalimu wake kwenye simu yake. Baada ya muda mwalimu wao kafika nyumbani na kugonga hodi. Huyu mwalimu anaitwa Diamond. Umesema upo peke yako nyumbani? Ndio, na ndio maana nimekuita uje. Kwa sababu nimekumisi sana. Akampiga pale busu la kionjo. Nimekumisi sana kipenzi changu. Aya njoo tuende ndani. Basi ndio akaingizana mjengoni. Baada ya kuonyeshwa ilivyokuwa, sasa Destiny anasema anajua tu nyinyi wawili hamjamalizana. Najua sasa ipo tu sema na kusubiria kwa sababu bado hajawamwaga wazungu na nina uhakika na wewe bado pia. Kwa ni bora umfuate. Aya nenda. Nimesema nenda. Wewe utaki kwenda. Sawa, nipishe. Destiny akatoka chumbani. Sasa baadaye mama amerudi nyumbani ila ametoka nje anaongea na simu. Angalia chini hivi, anaona sahani imevunjika. Akaiangalia pale kisha akaendelea kuongea na simu. Siku inayofuata asubuhi, Rejoice na Destiny wakiwa wanaenda shule, mama akauliza ni nani aliyevunja sahani yangu. Samani mama, ilikuwa ni bahati mbaya. Bahati mbaya kutoka kwa nani? Destiny akasema ni dada Rejoice. Mama, sio kweli. Alafu Destiny, kabla ya kufunga macho yangu na kuyafungua, nenda jikoni ukavioshe vyombo. Mama, dada Rejoice aliniambia atavioshe vyombo hii asubuhi. Destiny, mama sio kweli. Nimekuambia saa ngapi hivyo? Destiny anasema jana mchana. Hapana, si kweli. Sawa, ngoja nimwambie. Mama, unajua jana mchana nilimkuta kwenye sofa. Rejoice akadakia na mtu wangu. Destiny ni kucheka tu. Basi mama akamwambia uondoke. Baadaye shuleni Rejoice akakutana na mwalimu wake Mr. Diamond. Mwalimu akamuuliza kama mdogo wake Destiny kamwambia mama yake kuhusu jana. Rejoice anasema hapana, hajamwambia. Asante Mungu. Basi sawa, nenda darasani. Ndio Blake mwalimu Diamond akiwa anakula zake msela hapo shuleni. Mara anakutana na Destiny. Destiny akamuonyesha ishara kuwa kuangalia. Basi mwalimu akaondoka. Baadaye mwalimu Diamond na Rejoice wanaonekana ofisini. Mwalimu anakula tikiti maji kwa maaba. Huko Rejoice yeye akizivuta hisia. Basi Rejoice ni kujishikashika tu. Mpenzi tafadhali acha. Ona mwalimu jinsi anavyonifanya tikiti maji. Kisha analila. Bibi uone unafanya vitu vya kijinga. Mwalimu yupo busy tu. Sasa leo mwalimu Diamond akaja kumfundisha mwanafunzi wake Rejoice nyumbani. Basi akawa anamuelekeza jinsi ya kusolve maswali na nini. Mara mama mtu akatoka kwenye kona akawa anaangalia pale jinsi wanavyofundishana. Akaona kabisa huyu ndio mwalimu anayefaa kwa watoto wake. Bila kujua amemkabidhi mbwa mwitu amlinde kondoo zake. Basi baada ya kumaliza kumfundisha Rejoice, mama akamwita ndani na kumwandikia cheki ya malipo yake. Basi akampatia pale, mdogo Destiny anachungulia tu. Basi mwalimu Diamond akaondoka. Ile mwalimu ametoka nje hivi, anamkuta Destiny anamsubiria. Akamsimamisha kisha akasema, "Hivi unajisikiaje kulipo na mama yangu kwa kufanya mapenzi ya dada yangu?" Destiny, unachogopa ni kipi? Mtu anaweza kukusikia, lakini unajua naongea ukweli. Wewe unafanya mapenzi ya dada yangu. Mwalimu akamziba mdomo, kisha akamtoa mkuku mpaka nje ya geti. Mwalimu anasema usio naongelea kuhusu lile jambo. Ile siku ilikuwa ni bahati mbaya tu. Kwa hiyo unamaanisha wewe kumpa dada yangu kichwa ilikuwa ni bahati mbaya? Subiri, ngoja niweke sawa. Yaani mlikuwa mnabebana sebeni na kwa bahati mbaya kama unavyosema, mwalimu wako kaisha katikati ya miguu yake. Sasa kama unataka niache kuwa nazungumzia hili swala, nafikiri unajua nini cha kufanya. Dawo yupo anajishikashika. Yaani kimaanisha naye pia ampe mipinduko. Basi akampa busu la hewani pale kisha Destiny akaingia ndani. Sasa leo shule mwalimu Diamond akiwa ofisini kwake, mara Destiny anaonekana kufika. Akaanza kumshika, "Kwa nini upo hapa?" "Nipo hapa kwa ajili yako mpenzi." Kisha akakaa. "Mpenzi?" "Ndio." Kisha Destiny akatichanua kifua chake. "Nimekuja kupata ishara yangu ya kichwa." Basi akawa anajiweka kimaba pale na nini. "Nataka uje huku chini kwangu." "Hivyo ni kichaa." Mwalimu akasimama. "Hivyo ni mweu. Hivyo una shida gani?" Destiny akamkumbusha alivyowafuma. Akikataa atawachoma. Basi akamsogelea na kumshika na kuanza kumsogeza kifuani kwake. Acha." Mwalimu akaviweka vitabu vyake kwenye drawer kisha akaondoka zake. Sasa leo tena mwalimu akaja nyumbani kumfundisha Rejoice. Ndio huo wanafundishana. Destiny akawaona akafurahi kweli. Basi akaanza kumtega mwalimu Diamond. Anajishikashika mwili wake. Mwalimu Diamond macho akamea kwa Destiny. Ona jinsi anavyomfanyia. Sasa mwalimu akili kama kabisa. Kila kimwangalia Destiny anamuonyesha makalio yake. Basi akiendelea kumfundisha Rejoice, lakini huku nyuma Destiny anamuonyesha utamu kama wote. Basi mwalimu akili yake ikachanganyikiwa kabisa. Siku inayofuata tena shuleni, Destiny akamdaka mwalimu Diamond na kuanza kumshikashika. "Hivi una shida gani? Nakupenda sana kama kichaa. Napenda jinsi unavyompatia dada yangu. Jinsi unavyomlamba au nimekosea?" Akajaribu tena. Yaani napenda. Akawa anamfungua mwalimu Diamond vifungo. "Naona umechanganyikiwa." Akamtoa mikono kisha mwalimu Diamond akaondoka. Destiny ni kujishika tu. Akaanza kufanya mazoezi ya kulamba, sijui nimepatia
Akatulia, akajishauri pale kisha akaondoka. Sasa leo chumbani, Rejoice anaonekana akipakia nguo zake kwenye begi. Mara mama anaingia chumbani na kumwambia kuwa usisahau kumtumia mwalimu wako ujumbe kuwa utakuwepo kwa hizi siku mbili. Rejoice akasema sawa. Huyo hapa inaonekana Rejoice anasafiri na mama yake kwa siku mbili. Basi akawa anamtumia ujumbe pale. Baada ya mama na Rejoice kuondoka, Destiny anaonekana kumuingiza mjengoni mwalimu Diamond. Mwalimu kuingia na muuliza Rejoice yuko wapi? Destiny anasema subiri nikamwite. Huyo hapa Destiny kacheza kamchezo. Baada ya muda anaonekana kurudi yeye mwenyewe. Akaanza kutoa ulimi wake nje. Kisha akaufunga mlango. Akaanza kuja kimaba kimitego kumtega mwalimu Diamond. Mwalimu kuona hivyo akasimama. Hivi unafanya nini? Yuko wapi Rejoice? Destiny anamfuata tu. Mwacha. Sikiliza mwalimu, hapa nyumbani hamna mtu zaidi yetu. Basi mwalimu akajaribu kumzuia Destiny aache, akisema Rejoice alinitumia ujumbe kuwa atasafiri na mama yake kwa siku mbili. Lakini baadaye tena akanitumia ujumbe kunijulisha nije nyumbani. Huyo sasa yuko wapi? Destiny anasema alikutumia ujumbe wa kwanza, lakini ujumbe wa pili nilikutumia mimi. Ndio tunaonyeshwa ilivyokuwa. Baada ya Rejoice kumtumia ujumbe mwalimu Diamond kuwa atasafiri na mama yake kwa siku mbili, alitoka chumbani. Destiny kuona hivyo akachukua simu yake na kumwandikia ujumbe tena mwalimu Diamond kuwa aje nyumbani. Basi baada ya muda anaonekana kuwasindikiza na nini kwa mapenzi kama yote. Basi wakakumbatiana pale, lakini Destiny analala kwake kichwani. Basi mama na Rejoice wakuondoka. Mara Destiny anaonekana kupiga magoti na ataka nyama. Mwalimu Diamond ni kumzuia tu. Destiny akasimama na kusema nakutaka, alafu anajifanya mgumu. Destiny, fungua mlango niondoke. Destiny akaenda kufungua mlango kwa hasira. Aya, njoo uondoke. Nimesema ondoka. Sawa ondoka, ila jua tu utakapoondoka nitamwambia mamangu kwa sababu mnafanya mapenzi ya Rejoice. Na pia nitamwambia wewe na Rejoice ndio sababu nikaivunja ile sahani yake hapa. Wewe unaweza kwenda. Mwalimu nguvu zikamwisha. Nimesema ondoka. Mwalimu akaanza kumbembeleza tena Destiny. Unajua sauti yako inanimaliza. Basi akamshika pale. Unajua nakupenda, kwani wewe ni kipofu na shindo kuona. Basi akamvua nguo yake ya juu na kuanza kumshikashika. Mwalimu akamnyanyua na kumbeba na kisha kumweka kwenye sofa. Basi ni mabustu. Kisha mwalimu akazama chini. Baada ya masiku kupita, leo shuleni Destiny anaonekana akiongea na rafiki yake. Mara akaanza kujisikia kutapika. Basi akakimbia na kwenda kutapika. Rafiki yake anamuuliza Destiny, upo sawa? Ndio nipo sawa. Una uhakika? Ndio. Kisha wakaondoka. Huyu hapa mwalimu kampa mwanafunzi mimba. Mwalimu Diamond akiwa ofisini na mwalimu mwingine. Mara Destiny anaonekana kuingia kimadoido. Kisha kuweka kimemo kwenye meza ya mwalimu Diamond na kisha kuondoka. Mwalimu Diamond akazugazuga pale kumpoteza huyo mwalimu mwingine. Ila anakisoma hivi akashangaa nini? Mwalimu mwingine ni kuangalia tu. Huyo Destiny kumwandikia kuwa na mimba yake. Sasa baadaye mwalimu Diamond akamleta Destiny chemba na kumuonesha dawa kutoa mimba ya kienyeji. Akawa anaitikisa pale. Mwalimu Diamond anasema wewe kunywa tu hii dawa itasafisha kila kitu. Una uhakika? Ndio. Basi akamlisha Destiny ile dawa. Baada ya muda mfupi kupita, Destiny akaanza kujisikia kizunguzungu. Mwalimu anamwambia dawa ndio inafanya kazi. Mara akajishika tumbo. Tumbo langu, wewe tulia tu, kila kitu kitakuwa sawa. Destiny mpaka kakaa chini, tumbo linamuuma. Mwalimu Diamond anasema ngoja nikufuatie kitu cha kupunguza maumivu. Kisha akaondoka. Ile kaondoka tu, Destiny akazidiwa na kuaga dunia pale pale. Baadaye mwalimu Diamond anarudi anamkuta Destiny kalala chini katulia. Akaanza kumwamsha. Kila akimwamsha wapi Destiny kimya. Mshika mishipa akajua moja kwa moja kuwa Destiny ameaga dunia. Basi akambeba begani, akachungulia dirishani kama kuna watu, kisha akaondoka naye. Baadaye mwalimu Diamond anaonekana polini yupo biza anachimba kaburi. Basi akawa analichimba pale huko akiangalia huku na huku kama kuna watu. Basi akaendelea kulichimba lile kaburi. Baada ya kumaliza, Njana anaonekana kumbebelea Destiny begani. Basi akampeleka Destiny mpaka kwenye lile kaburi alilolichimba na kumlaza chini. Ndio huyo yupo makini anaangalia kama kuna mtu yoyote anamuona. Basi akamchukua Destiny na kumuingiza ndani ya kaburi na kuanza kumfukia. Na huo ndio mwisho wa part 1 wa hii movie. Subscribe na turn on notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine. Bye.